Karibu sana binti. Asante. Kaka samani. Mimi nilikuwa nimekuja hapa kwa ajili ya kumwona Chadi. Nasikia amepata matatizo. Ameanguka na ameumia sana. Kwa nilikuwa nahitaji kumuona na nijue kipi kimempata. Samani pia ningependa kwanza kufahamu wewe ni nani na mnajuana vipi wewe na Chadi? Chadi ni rafiki yangu. Okay. Ni kweli Chadi amepata matatizo kidogo. Hali yake bado haijakaa sawa. Ila anaendelea na matibabu na hadi hivi sasa hatujafahamu chanzo cha haya matatizo ni nini. Hivyo madaktari walishauri kwamba tumpe muda kidogo aweze kupumzika. Na mpaka hivi ninavyoongea na yupo chumbani amelala kwa sababu hali yake si nzuri kabisa. Angekuwa na uwezo wa kuweza kuongea basi tungeweza kufahamu kwamba shida huenda ni nini. Kwa hiyo siwezi kumuona hata kidogo. Kumuona sasa hivi hata ukimuona hawezi kuzungumza chochote. Unaona? Kwa hiyo mimi nadhani ungerudi siku nyingine. Utapata wakati mzuri wa kuzungumza naye, ila kwa sasa ungemwacha kwanza kupumzika. Akishakuwa sawa utakuja umuona. Ila nitamfikishia pia taarifa kwa rafiki yake uliweza kuja hapa. Sawa. Penina, nakuona shoga yangu. Mambo? Poa vipi? Poa, nakuona nafanya usafi. Nafanya usafi, si unajua tena. Vizuri. Shoga yangu, mimi kilichonileta hapa, umbea wangu tu. Eti umesikia taarifa zinazovuma hapa mtaani? Taarifa gani? Wewe na shoga yangu tafikia upo mtaani vile. Upo nyuma hatari. Nasikia eti Lote ndo alimwangusha Chadi. Mama nasikia kamkanyaga, kambamiza ukutani. Si ndo mapenzi yao? Si ndo hivyo jinsi walivyopendana ndo wanapigana hivyo tafikiwa kulia Lote. Aya, ila mimi ndo hivyo tu nilikuwa nakufikishia ombea shoga yangu. Kama ulikuwa hujaupata ombea ndo mimi yangu hayo. Aya, baadaye shoga yangu. Hivi Lote anatafuta nini mimi? Nimfanye kitu gani ili achane na bwana wangu? Ngoja, nitamkumisha. Ochu. Na madam. Nimekuita hapa kwa sababu kuna kazi nataka nikupatie. Kazi gani? Bila shaka unamfahamu Lote. Yeah, nafahamu. Sasa, yule binti nataka umpige, umpatie adhabu, umfanye chochote unachotaka wewe. Lakini tu asife. Yaani mpe alama yoyote ambayo hata kuja kuisahau maishani mwake. Hilo limeisha. Nadhani nijue vizuri madam. Kwa kwenye kazi yangu usichokeshe. Sasa, vipi kuhusu malipo? Unanilipa sasa hivi au baada ya kazi? Ochu. Pesa sio shida zangu. Kwa hiyo, fanya kazi kwanza. Alafu malipo baadaye. Sawa. Lakini usio kazingua. Ukizingua nadhani unanijua. Siongee mara mbili.
Ndio umefanya nini sasa? Madam, kama ulivyosikia, na nimekuita hapa si kwa sababu nilaumu. Ni bahati mbaya tu imetokea. Kwa hiyo una mpango gani sasa? Mpango wangu sasa mimi ni kuondoka. Ili nikuepushe hatari wewe na mimi pia kufungwa. Sikia, kuhusu pesa yangu utanitumia kwenye simu. Sawa. Pesa yako nitakutumia kwenye simu. Ila hakikisha unapotea katika huu mji. Na ikiwezekana usirudi tena hapa. Nimekuelewa madam. Ila hakikisha pesa yangu unanitumia. Na usiponitumia, nadhani unanijua vizuri. Vipi mwanangu kwa unavyoendelea? Maana kitambo ujue tangu upata ile matatizo hatujaonana tena mwanangu vipi? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Kama unavyoona sasa hata bandage wameshanitoa tale kichwani. Afya yangu iko fresh. Lakini na majonzi sana. Kuhusu lote. Yaani taarifa za msiba wake zimenishtua sana. Sikatai hiyo ndo kasababisha ile matatizo. Lakini naamini kudhamiria. Na mimi mapenzi yangu kwake yananiambia kwamba alifanya vile kwa hasira tu. Na sio kwamba alivyonifanyia vile pale nikaacha kumpenda. Uweze vile pale nikampenda maradufu. Lakini nakuja nakaa sawa napoona nataka nimfuate tuyajenge tuongee ili mambo yakae sawa na ambapo tena amefariki. Na sio kifo cha kawaida, ameuawa. Yaani inaniumiza sana kwa kweli. Halo. Mwanangu kwanza wewe pole. Kwa yote unaopitia. Japo sawa kuna hayo yalotokea na nini lakini mimi ninavyosikia na sio ninavyosikia. Mimi nina uhakika kwa sababu hizo habari zinavyoenea mtu mwenye akili zako timamu lazima uelewe. Sasa inavyosemekana aliyefanya mauaji anajulikana mpaka dakika hii. Msiku. Sikia sasa. Wewe utakuwa na haraka. Zima ngoma. Kwa sababu hizi tetesi za hapa chini chini. Watu ile wanafanya kufunika ila wanajua lakini ukiropoka ndani. Unaelewa? Ila inavyosemekana Penina ndo katuma mtu kaenda kafanya hilo tukio. Ila nini mwanangu? Wewe unatakiwa nini? Uminye. Swala limeisha, mtani wanajua na kila mtu kapiga kimya. Hamna anayelishobokea hilo swala mwanangu. Yaani Penina ndo kama sasa kama ni Penina? Kwa nini mpaka sasa hivi Korea hajakamatwa? Sasa anafungwa kwa ushahidi gani? Wakati kila mtu kaamua kupiga kimya? Kaka, sasa hivi maisha magumu. Ukisema uliongee tu, vyombo vya dola vinakushikilia. Twende huku ukasaidie serikali, rudi pale, kaa pale. Siku zinaenda, hakuna cha maana, mambo yanapotea katika familia yako.
cha maana hakuna. Kwa hiyo ndo maana kila mtu kaamua nini? Atulie. Swala limeisha. Penina.